chakula mabata hawa. Shemeji. Huku naona chakula kambe kimeisha. Sio kama kuna chakula kingine cha kuku. Chakula kimeisha. Sitakuaje. Alafu pia kuna kitu ulikuwa nataka nikwambie. Uje umwambie bosi kwamba hapa naona kambe kuna mabata wengine baada ya mabata kama hawana afya, sijui ni wagonjwa, sijui na sasa kama kuna dawa ili umpigie bosi umwambie kuna mabata huko hawana afya njema ile yenye niliacha nayo, sababu mimi nilitoa kidogo. Ndio na mabata. Dada Tunda. Hujambo? Sijambo, hata kunipata stage. Tulikuwa na kazi kweli. Haya, muendeleaje? Tuendelea sana. Ngoja nikuchukulie kiti. Asante. Na mbona leo hujaenda shule? Dada, kwani hujui kama leo ni holiday? Raila alikufa, sasa tumeambiwa tubaki nyumbani mpaka zikwe, tumaliza hapo turudi shule tukafunge. Haya, na shule nako kunasemaje matokeo yao? Ni mazuri matokeo. Hata nikitoka hapa nitaenda kuonyesha. Nami nakuletea zawadi. Kama umefanya vizuri, napenda tu mwenyewe. Itakuwa vizuri pia. Na wengine je, umemaliza kuwekea chakula ama? Sasa nishamaliza sababu kulikuwa na kidogo pale kimebaki kabisa sana. Na kidogo ili watosheleze. Alafu bosi leo mbona kambe naona amechelewa, sijui atarudi saa ngapi? Leo arudi bosi. Analala huko. Leo ni zamu yake ya kulala kazini. Ile uchunge. Maana bosi wangu. Haizi fanya hivyo, unanipenda. Anakuchiti. Yaani leo hii ndo ameamua kulala kazini. Chunga. Hizi ni. Sawa bosi. Sawa bia bosi, lakini ujue kuwa makini. Maana sio bure mtu kuambia eti leo nalala kazini. Kwa nini nalala kazini? Unafanya kazi? Najua nimeshaanza mapenzi na nini huko na mameneja huko. Uongo. Nakwambia na mtoto mzuri shemeji. Unafaa kulala peke yako sasa nyumba yote ile wewe. Sasa leo itabidi unaacha pesa ngani mboga alafu upeke leo tulala. Sasa kwa peke yako shemeji. Sababu nyumba hiyo najua mwenyewe hiyo. Bosi malaya huyo. Kazini kuna tenda gani huko? Siamini. Viko. Vipi? Vya wapi? Huko ni hospitali. Analala ni hospitali hiyo. Analala kwa shemeji, kwa makini shemeji, kitakuramba. Siamini bado. Utakufa na ugonjwa shemeji, maana atazunguka kote huko na malaya wake huko waje akuue. Nitaenda hospitali. Odi wenyewe. Karibu. Mambo? Poa, nikusaidieje? Mimi kuna mzigo nimetumwa na Fadhili hapa niulete hapa. Mzigo gani huo? Wewe angalia tu hapo utajua nini nimetumwa hapa. Mimi hata sijaangalia nini. Sana nijuaje hapa kijijini mimi mwenyewe mgeni? Habari. Salama, karibu. Asante. Naomba mikate miwili na sukari robo. Mikate miwili na sukari robo. Yote itakuwa 180. Itakuwa 180. Sasa hapa mimi ninapungukiwa na 80, nina 100 peke yake. Sasa itakuwaje? Sasa ndo nakuuliza wewe utanisaidiaje? Umepungukiwa na 80 uko na 100. Niko na 100 peke yake. Na hiyo balance utaletea lini? Naweza kuletea kama kesho.
Mbona hata kama haielezeki? Yaani kesho tu, kiufupi kesho. Nakuletea kesho. Kwa hiyo unasema utaleta kesho? Mimi nitaleta kesho. Niambie bwana Tuma. Wewe niambie rafiki yangu. Safi. Nasikia ataleta nini kesho? Anasema amepungukiwa na 80 ana 100. Kwa anasema ataleta kesho. Wewe ina shida, wewe kata hapa tu. Kama nikata hapa haina jomdai. Sawa sawa. Haya. Alafu kuna maybe kinywaji baridi chochote, soda, juice? Zipo. Maliza alafu niwekee. Utakata hapo kwenye pesa hiyo Latifu, utakata hapo, yangu pia utakata hapo. Sawa. Tuelewa hapa kwangu. Usijali. Ruki kamba kabisa. Utakuja dangu, usijali. Haya, wewe ukitaka na mimi story. Haya basi, mchana mwema, ushinde salama. Ile kuna game gani leo? Maana leo na Man City leo. Yaani Man City. Man City sasa wabetia mwanangu. Wao waliniangusha. Wewe beti bana, beti leo tu. Sasa wabetia Man City kabisa. Wewe beti. Kumbe uko hapa ama ujimpumzisha jua tu mwenyewe? Niko hapa nipumzika jua. Marahaba. Vipi na hali? Nzuri, sijui nyinyi huko. Salama. Nashukuru alhamdulillah. Umetoka mahangaikoni wenyewe. Ndio hivyo. Karibuni ndani. Asante. Uzu wako hapo uzu. Nimemwacha hapo nje. Sijui ameendea wapi huko. Nani amwachani kwe kama pacha vile? Unajua mama, mimi na mashaka hapa mtani kama mnajua. Yaani mimi na huyo mapacha wa nje ndio wapendana. Yaani wenyewe changu chake changu. Yaani kila kitu fahamu pamoja yani. Haya, karibuni wanangu. Wewe Zu. Umeruka kitambo. Wewe Zu. Njoo huku. Kelele zote hizo ulikuwa wapi? Nilikuwa chooni. Masaa 3 msichana mzima chooni tu. Fanya mambo ya chakula basi, tuko na njaa, nimeingia na mashaka hapa. Naona mama amechoka mpaka pumzika juu. Fanya mambo ya chakula tupate cha mchana. Alafu kumaliza kupika, kuna nguo zangu kama pia 5 nifulie tafadhali, maana Umezoea. Nini tena? Kaoe. Oa tena saa kufua na kuoa ni wapi na wapi? Hapo na hapo. Kwa mimi kila siku nitakuwa nakufulia, mimi nakufulia, nimechoka. Sasa tukubaliane, nioe nile mtoto bibi yangu, wewe na wewe ujifundishe shule. Nijifundishe shule kwa nini? Sasa atakuwa nimeoa, atakuwa pesa nitakuwa nagawanya vipi pesa? Na bado hivyo kubangaiza. Hivyo. Oa, ufuliwe, utumiwe bibi yako. Mimi nimechoka. Na wafanye wote wako nifulie. Sifui. Imekuwa vita sasa. Nisifui. Wamsikia mtoto wako mama huo? Msigombani wanangu. Lakini mdogo wako anakuambia kweli. Ashachoka kufanya kazi za humu ndani. Kukufulia, hakupikia, hakuchotee maji. Tafuta mke uoe. Miaka imeenda hii. Kuna mke wako sio ndio kufuliwa kila siku hapa. Kwani wewe rafiki yako Mashaka hajakwambia ana mke? Utafundishwa na nani? Utafundishwa nani ikioa? Kwa hiyo bibi yako ndio utakuwa mpatia yake. Hayo ni majukumu yako ya kumsomesha yule. Nitakuwa nalea bibi yangu mimi. Majukumu yako yale. Bibi yangu, pole sana mke wangu. Wajua jana nilikuwa nakwambia nitarudi, lakini sasa zile kazi za kule ofisini sikutoboa kabisa, lakini leo mume wako nimerudi. Ndio vizuri umerudi. Na nimekuletea zawadi. Zawadi gani? Si wajua mpenzi wangu anapenda TikTok. Sasa hapa sasa itakuwa ni full wifi. Nikuletea, acha nikuonyeshe hapa. Wajua sitaki kuandika na mate. Tena nakuleta marashi. Ukienda kule shughuli hapo. Marashi hapo mke wangu. Asante. Alafu na wifi hapa sasa hii tunaweka kwa socket pale.
unaenjoy, unaingia TikTok, Instagram, ujipost. Sitaki bibi yangu shamba yani wewe malizi yani. Lakini baba watoto, mbona kuna pahali mimi na yeye yani hatuendi sawa? Hatuendi sawa vipi mke wangu? Na mimi kama ni zawadi nimekuletea. Sawa, zawadi waniletea. Lakini kuhusu ile swala la dada yangu, ila nilikwambia hatuendi sawa. Yani mwanzo hilo jina la dada yangu hutaki kulisikia kabisa. Hilo Malkia tu hutaki kulisikia. Yani sijui Samira nikwambieje. Ni sawa yule dada. Yani sikuelewi. Yaani umenipenda mimi peke yangu na ulisema ule msemo ukipenda au apenda na boga lake. Mke wangu, sikuwa na jazba. Wala usikasirike. Najua yule dada yako Malkia, lakini sasa Malkia sijui nikwambie nini. Maana usikii umekazana na dada yako. Na kwa sasa nyinyi hapa dada yako akija kama ni network uboeki, nimekununulia wifi. Kuna kitu kingine ambacho kinakusikitisha tena? Network sawa, lakini mimi nataka dada aje hapa. Wewe. Hata umenisha Mali mpa kubwa bwana Mashaka. Ile pesa ulisema bosi wako utamwambia aongeze bana. Sehemu kubwa sana. Sawa, acha nitaongea naye nitoka hapa. Nenda kumueleza venye yani hiyo sehemu ni kubwa sana. Alafu nimekumbuka kitu. Juzi nashikana na nani? Huyu jamaa upenda wasichana huyu. Wamkumbuka? Shabani. Shabani nilikuwa yani nilikuwa niko shambani. Nilikuwa shambani. Nakata kuni zangu pale kule chini kule. Shabani ndo huyo akaja na mbwembwe zake. Yaani sijui alikuwa na taarifa gani. Akasema nimefumania dada yako Zuu na Mashaka hapo chini wanatongozana. Shabani huyo. Shabani mmoja huyu Shabani. Lakini mbona ni mnafiki sana huyo? Ikabidi naacha kazi yangu naenda mpaka kwenye ameniambia kufika hapo hakuna mtu. Ni mnafiki mkubwa sana yule jamaa. Unaelewa? Ataachana naye maana hata mimi mwenyewe amezidi. Mtasababisha mara kwanza. Achana naye. Mimi vile yani sikumwamini mambo yake maana baada Shabani mimi leo ndo kwa mimi hata mimi nimekana nini? Dada yangu Zuu, maana yule mimi nikakuwa kama dada yangu. Baada ya kwenda pale sikupata. Naona. Shabani. Lakini sasa yule kama sumu kwetu tu mtetu yani tu kumuuliza kitu chochote. Mimi alinieleza kila kitu nikajua hizi ni mambo yake tu atakakutu. Kwa sababu ajua mimi na wewe marafiki tumetoka mbali tu. Nauma sana yani. Wewe mdogo sana yule. Sijamwamini. Mwanzo kitu cha kwanza Zuu ni mwanafunzi. Naona. Alafu ukiangalia miaka yako na Zuu vitu viwili tofauti. Sasa acha tupige hapa. Sawa basi. Acha tumalize. Maana unajua limeenda sasa hivi tutaendelea kesho kwenye kumebaki. Maana hapa hii sehemu ni kubwa. Ongea na bosi Jabali atuongezee pesa bana. Kama ni yule mke wake ako pale yule Madam Samira. Mimi nitamwambia wewe maana yeye kazi naona. Ongea naye maana sasa hapa kumaliza leo ni uongo. Turauke kesho. Lakini kaka huyo jamaa huyo ana bahati sana ule wake huyo. Achana naye. Haikuwa si wewe. Achana naye. Ningemharibu ule. Na nifungwe. Nipotee hapa mimi. Haina haja ufungwe. Lakini kaka yangu kwa heshima yako mimi ndio kijamii naachana naye. Lakini kwa nimalizie. Nimalizie kijana vipande na niondoke mtaa. Tufanye kazi basi. Unajua ukiongea ndo sawa. Hatuta nani. Nilikuwa nanunua vitu pale. Bahati Fadhili akaja pale dukani. Yeye alikuwa amenunua nini? Sasa pesa yangu ilikuwa haitoshi. Fadhili pale akaniongezea pesa. Namshukuru Fadhili amenipatia pesa nikaongeza nikalipa. Na Fadhili naye ameamua. Fadhili ameamua kwa sababu ingekuwa siwe kukupenda. Ingekuwa kunifanyia. Lakini Fadhili anajua ya kupenda.
Mambo? Poa. Latifa? Naam. Kidogo. Purchase your tracks today. Kitu ikiingilia kupata zawadi. Sawa. Mke basi atambali naona atambali. Tunda nsubiri. Purchase your tracks today. Wacha nikupishe uongee naye. Mimi niko hapo mbele. Sawa. Mambo yote. Mimi naitwa Fadhili hapa, mtanzania nakuita nani? Naitwa Tunda. Wow, Tunda jina zuri. Asante. Hilo tunda hilo nataka likiiva ni lile, ni wasemaje? Ni tunda gani? Bwana kuonaona hapa mtaani kuna siku nilikuona na kina Latifa na Sabrina pale kwa bomba la maji. Wale familia. Wamuitaje Latifa? Dada yangu. Hapo wewe karibu Bagamoyo ndo kijiji chetu hicho. Ukiuliza Fadhili hapa mtaani mimi ndo ndio Ditidobi hapa mtaani. Wewe ndo Fadhili. Naitwa Fadhili. Sikuwa najua nasikia Fadhili. Ndo mimi basi. Kama nilikuwa ni venye nilipoona nilikuwa na mara kwanza tu nikasikia ni roho yangu yani nimehama nayo sijui itakuwaje. Nimehama nayo sijui utanirudishia ama utabaki nayo. Ndio hivyo yani mimi yani nimetoka kukutana naye yani. Nikikupata wewe tu yani mambo yote sawa. Sijui asemaje, mimi nakupenda yani yote yani. Siwezi kuamini mpaka nikuangalie. Mbona usiniamini sasa? Maana ndo leo nakujua, nasikia tu jina. Hujaniona leo, sema pengine umejua jina leo lakini kunaona hujaniona leo. Na pia sifu azisikia hapo mtaani. Wewe kuulizia Fadhili tu wajua wewe nani. Kwangu si rahisi hivyo. Si rahisi. Mpaka nikujue yani kiundani zaidi. Mimi mwenyewe hapa kijijini niko mgeni. Sasa huwezi kuamini mtu. Nije kuwa wewe wasema nipenda, kumbe kuna chako chenye unataka ukipata ndo basi. Mimi sitaki kitu, mimi nataka wewe tu. Nataka wewe, sio nataka kitu kingine. Wewe sio tunda. Nataka tunda lote, mimi sitaki kulimega mali niliache. Hata ile apple ilikatwa kidogo tu ikaachwa, mimi nataka tunda lote. So usijali kwa hilo, mimi sijisifu lakini nashukuru hapa kijiji. Sawa, tutaona sote tukao. Nifikirie kwa hilo. Nategemea jibu zuri kwako. Sitaki uniumize. Haya, jibu liko lakini wewe kubali iliyo zuri iliyo baya. Ukisema hivyo utaniumiza, utaniacha nilale usingizi wa mang'amu. Nataka nikilala usingizi nijue kuna mrembo Tunda atanikubalia. Okay poa, mimi acha ni uenda zako na dadako. Sijui ulikuwa umeelekea wapi? Sijui dukani ama sokoni. Acha. Alikuwa tunatembea tu na mshirika. Hapo hata mkono basi. Baraka zako. Uko mrembo mashallah. Asante.